Amen. Mungu ni mwema. Ametupa kibali na neema ya wewe pamoja na mimi kukutana madhabahuni kwenye siku yetu ya kwanza ya mfungo wetu wa kumaliza na kuvuka mwaka pamoja na uso wa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha sana unaendelea kupata nafasi na muda wa kutathmini maisha yako mwaka mzima, lakini pia hakikisha kwamba unapata muda wa kutosha wa kulitia jina la Bwana mpaka Roho wa Bwana atakapokusaidia na ukaona jambo, ukaona picha. Unaona nini katika 2026 2026? Unaona nini? Hakikisha sana unakaa uweponi mwa Bwana, unganika na Roho Mtakatifu upate picha. Hapana kutumia nguvu yako, hapana kutumia hisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tumekamilisha siku ya kwanza ya mfungo wetu wa siku 3 madhabahuni hapa ili kuvuka mwaka na uso wa utukufu. Nataka uelewe ya kwamba namna unavyovuka mwaka inaamua mwaka wako uwe namna gani. Unyonge unaovuka nao ndio unyonge tarajia utakaoanza nao, lakini nguvu utakayovuka nayo ndio nguvu utakayoanza nayo. Na siku ya leo tumekuwa kwenye jambo la kuzingatia sana. Tumekuwa katika hali ya toba, tulikuwa katika hali ya toba, kuomba toba mbele za Bwana, kumsihi Mungu ili kwamba aweze kuturehemu, aweze kutusamehe mwaka mzima, kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi Disemba, pale ambapo hatujatenda sawasawa na neno la Bwana, sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tumekuwa tukiomba toba mbele za Bwana. Kwa hiyo natumaini umepata nafasi ya kutathmini maisha yako from January to December, kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12, namna ambavyo ulivyoenenda mbele za Mungu. Ni kipi ambacho ulikitii, ni kipi ambacho haujakitii. Na nimekuwa nikizungumza na wewe kwa kukufundisha nini maana ya toba kibiblia kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika Biblia toba ina maana ya badiliko la nia. Ili neno nia linazungumzwa kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5, ambayo inasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwapo kwanza ndani ya Kristo Yesu. Neno nia Kiingereza chake ni mindset. Mind maana yake akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani akili. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia toba, mtu wa Mungu, sio kusema tu Baba nisamee, sio kusema tu nisamee. Hapana, toba ni zaidi ya kusema nisamee. Maana inahusisha badiliko la nia, badiliko la akili, badiliko la ndani, a change of mind, ambalo neno hili linatokana na neno la Kigiriki ambalo linatamkwa kama metanoia, linaloongoza kwenye badiliko la matendo. Hapo ni muhimu sana. Linaongoza kwenye badiliko la matendo, sio kuishia kusema Bwana unisamee nimesema uongo, ama Bwana unisamee nimezini, ama nimeenda kwa mganga, unihurumie Bwana nimelaguza. Sio tu kuishia hapo, hapana. Inakuongoza kwenye matendo kwamba usirudie tena lile ulilolifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kugeuka kutoka kwa dhambi na kuelekea kwa Mungu. Jambo ambalo ninataka ulifahamu ya kwamba unapotenda dhambi usimkimbie Mungu, bali kimbilia kwa Bwana. Unapotambua nimemkosea Bwana hapa, usimkimbie, mkimbilie. Don't run away from God, but run to God. Usikimbie Mungu, usimkimbie Mungu, bali mkimbilie yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia toba, tunazungumzia kitu nyeti sana kwenye maisha ya mwamini. Pamoja na kwamba toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na kuelekea kwa Mungu, lakini pia linahusisha jambo la kwanza, huzuni.
Ninaposema kwamba linahusisha huzuni, simaanishi kwamba huzunike, na maanisha kwamba kujisikia vibaya kwa lilolifanya. Yaani unajisikia vibaya, inakutesa moyoni, kwa nini nimefanya hili? Unajutia, unajisikia vibaya. Na jambo la pili ambalo linahusishwa ni kuungama. Neno kuungama yani ni kukiri kosa na kulikubali kosa. Unatambua kweli nimemkosea Bwana. Kuna watu ni wabishi sana. Watu ni wabishi. Unafikiri kwamba kuficha dhambi kwa wanadamu unamficha na Mungu. Hapana. Unaweza ukaficha skando zako kwa wanadamu, lakini Mungu huwezi ukamficha. Tunaweza tukawaficha watu kana kwamba watu ndio tunaowatumikia, watu ndio watakao tupeleka mbinguni, watu ndio watakao tubariki, na tukasahau ya kwamba ni Mungu ndiye ambaye anayeweza kutuhurumia. Na tunapowaficha wanadamu, Mungu yeye anaona. Mungu hafichwi na jambo, hata lile ambalo lilifanya kwenye kona hakukuwepo na mtu, kwa sababu hata mawazo yetu Mungu anayaona. Kwa hiyo kuungama ni kukukiri kosa, yaani unalikubali kosa, kweli nimefanya hili. Ukisha kujisikia vibaya unalitambua sasa lile kosa, kweli nimefanya, kisha unasogea mbele za Bwana. Jambo la tatu ambalo ni kujitolea sasa, commitment. Yani unajitolea sasa, unasogea mbele za Bwana, unalala mbele ya muumbaji wako. Kwa tena, na sio tu kwamba unalala kwa njia mpya ya maisha ya kumheshimu Mungu. Hapo ndipo tunazungumzia toba. Yaani unalikataa lile kosa kwamba hutalirudia tena, kama vile Daudi anavyosema kwenye kitabu cha Zaburi sura yake ya 51 akiwa akiomba maombi sala ya toba. Pale Daudi iko anaomba sala ya toba kwa uzinzi aliyoufanya, lakini pia uuaji aliyoufanya kwa kuzini na mke wa Uria ambaye ni Betsheba, na pia kumuua Uria. Kwa hiyo Daudi anazidi, anaendelea kuomba mbele za Bwana, anamwambia unioshe kwa hisopo yako nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Anamwambia pia Mungu amfundishe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, baada ya kufanya hivi vipengele hivi vyote, kitu ambacho ninataka pia utambue ya kwamba sio tu kwamba unasikitika ama unajisikia vibaya, bali kuacha kwa vitendo tabia ile, any addiction, yani dhambi iliyokutesa. Watu wengi wanaita addiction, dhambi iliyokutesa. Unadhamiria kuiacha kwa vitendo. Jambo ambalo linalokwamisha watu wengi kwenye maisha haya ni tabia, lakini pia ipo njia ambayo inayozalisha tabia. Biblia inasema ya kwamba mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Watu unaohusiana nao, watu unaoshikamana nao, watu unaoongea nao sana, marafiki zako ni wa aina gani? Kwa hiyo hakikisha kwamba tabia zako unazibadilisha. Kama unajua Roho Mtakatifu anasema na wewe omba, unashindwa kuomba, hakikisha kwamba unatengeneza hilo na unabadilika. Wewe umekuwa mvivu wa kusoma neno, umekuwa mvivu wa ibada, umekuwa mvivu wa maombi, yani mvivu wa mifungo, unakuwa na masababu ambazo hazieleweki. Kwa hiyo hayo yote ni dhambi mbele za Bwana, Hakikisha kwamba unakiri na unabadilika kwa vitendo tabia hiyo mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kwa neema ya Kristo uweze kuachana na hayo yote. Kwa hiyo onyesha mtazamo mpya kupitia matendo yako na kurudi kwenye njia ya Mungu kama inavyoonekana katika takwimu kama Yohana Mbatizaji na mahubiri ya mitume. Neno la Bwana, Yohana anasema kwenye kile kitabu cha Mathayo, kwenye kile kitabu cha Marko, anasema kwamba
Tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Mtu mbaya na aziache njia zake na amrudie Bwana. Bwana na yeye atapata kumrehemu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mrudie Bwana, kataa hiyo tabia, usivuke nayo, na mruhusu Roho Mtakatifu aanze kuoperate ndani yako. Jitenge na watu wenye kukuongoza pabaya, walio na mazungumzo mabaya, maana mazungumzo mabaya inaharibu tabia njema. Hakikisha kwamba unapata nafasi ya kuangalia mwezi wa kwanza, tathmini mwezi wa kwanza uliishi namna gani, ulienenda vipi, ulifanya mwezi wa pili vile vile, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, mwezi wa 10, wa 11 hadi mwezi wa 12. Tathmini mwaka wako umeenda vipi, ni aina gani ya tabia ulioidhihirisha mbele za Bwana ambayo imeenda kinyume na neno lake, imeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Umemhuzunisha Roho Mtakatifu, haukuwa mtiifu kwenye ibada, kwenye maombi, kwenye mifungo, kwenye utoaji. Tathmini maisha yako hayo yote. Umeshawishiwa na mambo ya wanadamu, ukajikuta umeanguka, ukajikuta unaenda katika njia zisizofaa, kwa sababu kuna njia inaonekana ni sawa mbele za mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa nini Roho Mtakatifu anaruhusu kwamba usikie haya mambo? Kwa nini Roho Mtakatifu? Isipo faida nyingi, mtu wa Mungu, kwa sababu muujiza wa kwanza kwenye maisha yetu ni kusamehewa dhambi, ni kutakasika, ni kupokea utakatifu, ni kupokea msamaha, ni kusamehewa na Mungu. Ndio muujiza wa kwanza ambao kila mwanadamu atakao tamani kwenye maisha yake, kuhakikisha kwamba anasamehewa dhambi. Mtu wa Mungu, kusamehewa dhambi ni kutengwa na mauti. Kusamehewa dhambi ni kupokea baraka kwa kiwango kikubwa. Kusamehewa dhambi, mtu wa Mungu, ni uponyaji wa roho, ni uponyaji wa nafsi, na ni uponyaji wa mwili. Sasa mtu mmoja anasema, ni uponyaji wa mwili namna gani? Wapo watu ambao wameshindwa kuponywa magonjwa. Kuna magonjwa ambayo unashindwa kupona kwa sababu ya aina ya tabia ambayo bado unaendelea kuigangania, kwa aina ya ufahamu, nia, akili ambayo unaendelea kuinangania. Hautaki kubadilisha mindset yako, hautaki kubadilisha fahamu zako. Kuna watu ambao unaweza ukawaambia kwa habari ya kulisikiliza neno na kujifunza neno, kulisoma neno kwa bidii, wao hawapo huko. Kwa habari ya mifungo, wao hawapo huko. Kwa habari ya kuomba, kuwa na muda na Bwana mwenyewe, wao hawapo huko. Lakini kwa habari ya kuombewa, my God, Mungu atuhurumie sana, Mungu atusaidie sana. Sikiliza mtu wa Mungu, yapo mambo hayatatoka, yapo mambo hayatafunguliwa, ni mpaka wewe mwenyewe ujue namna ya kuingia mbele za Bwana. Na ndio maana huduma hii ya maarifa na maombi ni kuhakikisha inakufundisha kwa usahihi sana neno la Bwana na kile ambacho Roho Mtakatifu anachokitaka kwenye maisha yetu katika kizazi hiki, Hebu acha nikuonyeshe, usifikiri kwamba ninazungumza maneno yangu. Hapana, haya ni maneno ya Roho Mtakatifu, ni maneno ya Bwana ambayo anataka sisi watu wake tuyasikie, kwa sababu anatupenda sana. Kitabu cha Zaburi sura yake ya 103 mstari wake wa 3, neno la Mungu linasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akuokoa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Naomba uangalie hilo neno, lirudilie, yani rudia hata mara 7 mpaka umepata picha ya kinachozungumziwa hapo. Akusamehe maovu yako, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, akuokoa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Jambo la kwanza, unaposamehewa maovu yako. Jambo la pili, unapoponywa magonjwa yako. Kwa hiyo kusamehewa ndiko kunakotangulia, kwa sababu uponyaji unahusisha msamaha. Kusamehewa dhambi ndiyo iliyoingiza magonjwa, kama ulikuwa ufahamu. Dhambi ndiyo iliyoleta kifo, dhambi ndiyo iliyoleta kukataliwa, ndiyo iliyoleta kuharibikiwa, dhambi ndiyo iliyoletwa kuumwa, magonjwa, sijui nini. Mateso yote yametokana na
dhambi. Kwa hiyo kama dhambi haijasamehewa, no uponyaji. Kama dhambi haijasamehewa, no baraka. Kama dhambi haijasamehewa, hakuna kufunguliwa. Kama dhambi haijasamehewa, hakuna kufanyikishwa. Kama dhambi haijasamehewa, hakuna kuinuliwa. Kama dhambi haijasamehewa, hakuna namna ambayo utaweza kuona na kula mema ya nchi. Akusamehe maovu yako, akuponya magonjwa yako yote. Mungu ndio maana hebu soma injili ya Yesu Kristo. Soma injili ya Yesu Kristo. Kwenye vile vitabu 4 vya injili utakutana na maisha ya Yesu Kristo, na utakutana pia wameandika kwa habari ya huduma yake. Kwa hiyo utagundua kitu kimoja, ya kwamba watu walioponywa na Yesu, wale watu waliokutana nayo, yule mwanamke ambaye alikuwa akitoka damu, yule kijana kwenye birika la Betsaida, sijui yule mtoto wa Yairo, sijui yule kijana aliyekuwa amepooza, yule aliyekuwa nakufa, sijui yule ambaye alishushwa juu ya dari na marafiki zake, sijui yule ambaye yani utakutana na mambo yote Yesu aliyoyafanya kwa habari ya uponyaji. Alikuwa anawaambia watu kwamba ondoka, imani yako imekuponya, na baadaye anamwambia umesamehewa dhambi. Imani imekuponya, umesamehewa dhambi. Utakutana na habari za wale wakoma 10. Yesu anakuja kuambia kwamba ondoka, umetakasika. Hayo ni maneno, dhambi yako umetakasika, sijui umeokolewa, sijui imani yako imekuokoa. Utakutana na aina hizo za sentensi, kwa sababu hakuna uponyaji bila ondoleo la dhambi. Hakuna uponyaji bila kutakasika. Hakuna uponyaji bila kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna uponyaji bila kusamehewa dhambi. Hakuna uponyaji bila kubadilishwa kwanza kwa tabia. Hakuna uponyaji bila kutengenezwa na kuondolewa kwanza kwenye tabia zinazokufanya na kukuweka wewe mbali na Mungu. Mungu anapokusamehe anakuponya, na anapokusamehe anakuponya, na anapokuponya anakuokoa uhai wako mbali na kaburi. Baada ya hapo atakutia sasa taji ya fadhili na rehema. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 inasema, na tukikaribia sasa kiti cha rehema ili kupokea neema na rehema itakayotusaidia wakati wa mahitaji. Kisha kusamehewa maovu na kuponywa magonjwa na kuokolewa uhai na kuwekwa mbali na kaburi. Mtu wa Mungu, ni nyakati ambazo unahitaji kutunza utakatifu, unahitaji kutunza your holiness, purity, na kutembea katika usafi wa rohoni, na kutembea katika kanuni ya neno la Bwana. Tembea rohoni. Lishike neno la Bwana, lishike neno la Bwana. Daudi anasema ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, ili nisije nikakutenda wewe Mungu dhambi. Rayada ameliweka neno la Bwana moyoni mwake, ili asije akaja akamtenda Mungu dhambi, kwa sababu dhambi ndiyo chanzo cha matatizo. Dhambi ndiyo chanzo cha magonjwa. Dhambi ndiyo chanzo cha mateso yote. Dhambi ndiyo chanzo cha kila kitu kibaya. Ndiyo maana Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, ili nisije nikakutenda dhambi, ili nisije nikakukosea wewe Mungu, ili nisije Bwana nikaenda mbali na uwepo wako. Siku hii leo nataka utathmini from January to December, kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12. Tathmini maisha yako. Fanya tasnifu ya maisha yako. Anza kutathmini hatua kwa hatua. Anza kutathmini jambo kwa jambo. Anza kutathmini tukio kwa tukio. Anza kutathmini mazingira kwa mazingira. Anza kutathmini maisha yako moja. Angalia ni wapi
wapi? Rudi kwenye lile jambo la kwanza. Ulikuwa mvivu wa maombi, rudi kwenye jambo la kwanza. Unajua kabisa mimi nilikuwa mtu wa maombi, lakini ghafla uvivu umeingia ndani yako, roho ya uvivu imekuvamia. Ulikuwa mtu wa kutaka kusoma neno, ulikuwa mtu msomaji wa neno, unajifunza neno, roho ya ibada ilikuwa ndani yako, ulikuwa mtoaji, mtu wa mifungo hapa na pale, lakini ghafla ile hali ikakatika, uvivu ikaingia. Rudi kwenye matendo ya kwanza, rudi kwenye matendo ya kwanza, rudi kwenye ule upendo wa kwanza. Rudi, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie nirudi kwenye ule upendo wa kwanza, nisaidie nirudi kwenye wazo la kwanza, nisaidie nirudi kwenye madhabahu yako, nisaidie nirudi ndani ya chumba chako, nisaidie nirudi kwenye upendo wa kwanza. Roho Mtakatifu, katika damu ya Yesu Kristo, ninapokea neema madhabahuni pako Bwana, kurudi kwenye ule upendo wa kwanza, kurudi kwenye yale matendo ya awali, katika jina la Yesu Kristo. Bwana na Mungu wangu, yamkini upo mahali ambapo umenielekeza niombe, nimeshindwa. Bwana, nikaweka biashara, kazi, nikaweka mambo yangu mbele. Mungu mwenye mamlaka, rehema zako ni nyingi mno, nami nanyenyekea chini ya uso wako, nami nanyenyekea chini ya uwepo wako, nami nainama madhabahuni pako Bwana, unirehemu na kuniosha, unirehemu na kuniosha katika uweza wa damu ya Yesu Kristo, katika uweza wa damu ya Yesu Kristo. Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, Bwana, mahali ambapo sijaenenda kikamilifu, Bwana, naomba unitakase makosa yangu yote, unisamee makosa yangu yote, maana nimejua makosa yangu, nami ninaomba kwa rehema na neema, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo inayoosha na kusafisha makosa ya wanadamu, ukatakase. Nitenge na kila uovu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nitakase, niwe safi kuliko isopo katika jina la Yesu. Tazama, Mungu unapendezwa na moyo wa unyenyekevu, na moyo uliopondeka, na moyo ulio safi, na moyo uliotakata, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Wewe Bwana wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe Bwana utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa isopo, nami nitakuwa safi. Unioshe Bwana, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unisafishe kwa damu ya Yesu. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa iliyopondeka ifurahi ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzivute hatia zangu zote Bwana. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, yamkini umesema na mimi miezi ya katikati nifanye jambo, lakini sijalifanya kwa wakati, na kama nimelifanya kwa wakati Bwana, sijalifanya kwa viwango vilivyoamriwa, kwa viwango vilivyotakiwa, na kusi Bwana, napokea neema mbele zako, kwa rehema na neema yako. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako, Bwana mwenye rehema, katika damu ya Yesu Kristo. Neno lako linasema hata makosa yetu yatakapokuwa mekundu kama damu, wewe utafanya kuwa meupe kuliko theluji, katika damu ya Yesu. Mwanao huyu Bwana, ukamrehemu, ukamsamehe, ukamtakase, anze upya katika jina la Yesu. Aone picha ulioweka mbele yake kwa ajili ya mwaka ulio mbele, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Fungua malango ya yeye kuona mambo uliyomwekea mbeleni, mambo uliyomwekea mbeleni, mambo uliyomwekea mbeleni, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Katika damu ya Yesu Kristo tunapokea neema ya kupaingia mahali pako patakatifu Bwana, kwa kupitia damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu
Yesu Kristo, mwanao huyu Bwana akaone neema yako kwenye maisha yake. Kila ambacho kilikuwa kinazuia, ile ambavyo vilikuwa viendi, kwa rehema na neema yako akaone vinaanza kuenda, vikaanze kuenda. Kila tabia iliyomshika, kila tabia ya kipepo iliyomshika, kila tabia ya hila iliyomshika, kila tabia ya giza iliyomshika, iwe ni yeye, iwe ni ndugu, iwe Bwana ameshawishiwa na mapepo, iwe ameshawishiwa na ndugu, tabia ghafla Bwana, addiction ikaingia, kwa jina la Yesu Kristo akatakasike kwa damu yako mwanao huyu Bwana, akatakasike kwa damu ya Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliye hai, akatakasike kwa damu yako Bwana, ukamuondolee mzigo huu. Maana neno lako linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Kwako ndiko kuko na pumziko ya kweli, kwa jina la Yesu. Mzigo huu, addiction hii kwenye maisha mtoto wako, wapo wengine Bwana wamefungwa na mzigo wa ulevi, wapo wengine wamefungwa na mzigo wa uzinzi, na mzigo wa uasherati, na mzigo wa uongo, na mzigo wa uvutaji bangi, na mzigo wa masturbation, na mzigo wa kuangalia picha za ngono. Wapo wengine wamefungwa na mizigo Bwana ya mawazo mabaya, wapo wengine wamefungwa Bwana na mizigo ya uvivu, wapo wengine wamefungwa Bwana na mizigo Yesu ya umbea, wapo wengine wamefungwa na mizigo ya kulaguza, wapo wengine wamefungwa na mizigo Bwana ya kutafakari mambo yasiyofaa, wapo wengine wamefungwa Bwana na mizigo ya vitu vya chuki. Katika damu ya Yesu, mizigo hiyo Bwana ukaondolee mwanao huyu, mizigo hiyo ukaondolee kila umoja katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Neema yako ni kubwa mno kwa watu wako, neema yako ni kubwa mno, maana neema yako yatosha, maana neema yako yatosha, maana neema yako yatosha. Kwa nguvu ya msalaba wakaondolewe mizigo hiyo, wakaondolewe mizigo hiyo, akaondolewe mizigo hiyo katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Wengine wamefungwa na mizigo ya kutapeli, wengine wamefungwa na mizigo ya kuchukua madeni au wengine. Mungu wa rehema, chukua mizigo yote kwa rehema na neema yako, kwa huruma na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lingine tulilopewa kuokolewa kwa isipokuwa jina pekee la Yesu Kristo. Mkono wako sasa Bwana utakuwa mrefu, mkono wako sasa Bwana utakuwa mrefu, mkono wako sasa Bwana utakuwa mrefu, na macho yako yatakuwa wazi yakituangalia, na masikio yako yatakuwa mepesi kutusikia, na mkono wako Bwana utagusa maisha ya watu wako, na mkono wako Bwana utagusa maisha yetu kwa namna ya kipekee, na mkono wako Bwana utagusa maisha yetu kwa namna ya kipekee, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema, hatujajileta wenyewe duniani, bali wewe ndiye uliyetuleta. Acha kila umoja aishi kusudi lako, acha kila umoja aishi kusudi la mbingu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Kwa nguvu iliyoletwa na Adamu wa mwisho ambaye ni Kristo Yesu, alikuja kuturejesha katika Edeni ili tupokee wepesi, ili tupokee divine speed, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yapo magonjwa, yapo matatizo, zipo shida zimeingia kwenye maisha ya mwanao huyo, kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya vitu alivyovifanya siku za nyuma, kwa sababu ya mambo ya maagano mabaya, kwa sababu ya dhambi aliyoifanya. Mungu mwenye rehema, ninakiri kwa ajili yake mbele za uso wako, ninainama mwana, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo ukamrehemu, kwa damu ya Yesu Kristo ukamrehemu, na kumuondolea misiba, na kumuondolea misiba, na kumuondolea magonjwa, na kumuondolea magonjwa, na kumuondolea vilio, na kumuondolea vilio, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Wapo wengine wameshawishiwa na nguvu za giza, Mungu wa mbinguni, wakajikuta kwenye vilinge vya wachawi, wakajikuta kwenye Bwana vilinge vya waganga. Mungu mwenye rehema, wakajikuta wanafanya maagano wasioyaelewa, wakajikuta wanafanya maagano yasiyowatambua. Mungu wa mbinguni, hata sasa Bwana, maagano yameleta hasara kwenye maisha yao, kwenye
kwenye ndoa zao, kwenye biashara zao, kwenye maisha yao, kwenye huduma zao. Bwana mwenye rehema, Yesu uliyefufuka katika wafu, ukawasaidia wanawako hawa, ukamsaidia mwanao huyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu yako inenayo mema, kwa damu yako inayotakasa, kwa damu yako inayotakasa, kwa neno lako lenye nguvu. Imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 17, Baba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa neno lako Bwana wakatengwe na kila ila mbaya, wakatengwe na kila maagano ya giza, kwa jina la Yesu Kristo wakafanywe upya. Bwana mwanao yakafanya upya kwa jina la Yesu, raya, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. My God, my God, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Omba kibali mbele zako, naomba kibali mbele zako. Asipatikane hata umoja atakayeingia na kuona mwaka mpya Bwana kwa hasara. Asipatikane hata umoja atakayeingia mwakani Mungu akiwa katika hali ya uovu, akiwa katika tabia za kipepo, tabia mbaya, akiwa katika Bwana hali ya uhatia. Hatia zote na ziondolewe kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na hata sasa Baba, ninakurudishia utukufu, maana neno lako linasema kama vile magharibi ilivyo mbali na mashariki, hivyo ndivyo Bwana makosa na dhambi zetu utazitenga mbali nasi, na wala hautazikumbuka tena, katika uweza wa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa kuturehemu, asante Bwana kwa kumsamehe mwanao huyu na kumfungua na kumuokoa, katika damu ya Yesu na kurudishia utukufu. Ewe Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu, asante kwa kibali na neema yako, na hata sasa ninakurudishia utukufu na shukrani, kwa maana wewe ni Mungu mwenye rehema na mwenye neema nyingi, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Bwana aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Kwa namna yoyote ile ambayo kuna jambo Roho wa Bwana ameagusa maisha yako, hakikisha kwamba unazingatia kila ambalo Roho Mtakatifu amesema ndani yetu kwenye madhabahu haya katika ibada hii. Na wewe ambaye unahitaji ushauri wa kiroho, wapo wengine mmefungwa kwenye tabia mbalimbali ambazo zinawazuia kupokea baraka zenu, tayari mmefunguliwa na Bwana. Na kama bado unahitaji ushauri wa kiroho ili kujua namna ya kuendelea kuenenda na kutunza huo utakaso na kutunza huo utakatifu, huo usafi wa ndani, mtu wa Mungu, hakikisha kwamba unawasiliana nasi. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mimi naitwa Kansela Joseph Lwamwe, na hii ni huduma ya maarifa na maombi. Mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mathayo ya kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Hatumuoni Bwana na moyo mchafu, tunamuona Bwana na moyo safi. Kwenye biashara tunamuona Bwana kwa moyo safi, kwenye ndoa tunamuona Bwana kwa moyo safi, kwenye kazi tunamuona Bwana kwa moyo safi, kwenye uchumi tunamuona Bwana kwa kuwa na moyo safi. Kila maeneo unamuona Bwana kwa kuwa na moyo safi. Kutokuwa na moyo safi ni kuzuia baraka ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Yesu akutunze. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu anakupenda zaidi. Na kama hujaokoka, wasiliana nasi kwenye namba zetu za mawasiliano. Unahitaji msaada madhabahuni, wasiliana nasi mtu wa Mungu, tukuendeshe sala ya toba. Namba zetu ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Shalom.